Wanachuoni wanasema ihdhar min alwawati arba'atan, ihadhari na wau za aina 4. Fahunna min alhutufi, wau hizo ni maangamizi. Wau alwasiya, wau ya kwanza ya wasiya, jihadhari nayo sana. Ukiwa na wasia wa mtu usifanyie mchezo. Wau alwadia, wau ya mtu amekupa dhamana, yeke kitu changu hichi, jihadhari. Alikute vile vile na karatasi ile na kitambaa kile kinasababisha kitu. La ilaha illa Allah. Wau alwakala, wau wa kuwa unamwakilisha mtu ima kwenye ndoa au katika nini, jihadhari sana. Wa wau alwuquf na wau ya waqf. Hizi wau 4 wanachuoni wanasema ni wau red line, usizisogelee, zina hatari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nabi. Ndugu zangu Waislamu, tatizo kubwa la wakfu katika nchi yetu ndipo kwa mutawali nadhir na trustee. Mtuhumiwa wa kwanza wa vurugu zote za wakfu, iwe ni msikitini, iwe ni mali za shamba, iwe ni maduka, iwe ni familia, iwe ni nini, ni msimamiaji wa. Hapa ndio kuna tatizo kubwa. Tukiweza kurekebisha hapa, wallahi wakfu zitafanya kazi vizuri. Tatizo kubwa katika nchi yetu. Tafiti zinaonyesha kuwa wakfu nyingi sana hapa nchini zingetumika vizuri, Waislamu wangekuwa mbali sana kimaendeleo. Billions of shillings zinaingia katika mifuko na matumbo ya watu wachache. Umma unahangaika, unaangamia, watu wana shida, lakini mabilions ya fedha yapo katika mifuko ya watu wachache kwa kutumia vibaya, kusimamia vibaya wakfu kwa maslahi yao binafsi. Tuseme la ilaha illa Allah. Allah, nimekwenda katika mji mmoja, sitaki kutaja jina, mkoa mmoja. Msikiti una frame za maduka zaidi ya 100. Frame za wakfu. Lakini ukiingia kwenye choo cha ule msikiti, hata haja yako inafikia. Hata hapa ipo bwana. Subhanallah. Baadhi sehemu zipo bwana. Sahihi. Tumefunga fomu sisi. Sahihi. Zipo Sheikh. Msikiti umezungushwa na maduka chungu mzima. Vyoo, carpet linanuka kweli kweli. Na msikiti na vyoo vyake havifai. Hata hapa bado vikapu vinatembea, maji, umeme. Maduka yako nje kule. Nimefuatilia kodi shilingi ngapi? Sema kodi hapa kila frame 3.5. Sawa Piga kwa miezi 12. Sasa haiendi yote. Hiyo 3.5 wamegawana viongozi wote wale wasimamiaji. Kila mtu ana maduka yake 2 matatu. Wenyewe wanakodishia watu wa 3.5, lakini bei ya msikitini 100,000. Kwa 2.5 nabaki kwake, alafu anapeleka msikitini. Kodi yenu ni hapa. Simama kidogo Sheikh. Patamu hapo. Na pia pamekaa vibaya kwa Mwenyezi Mungu. Afwan. Tuisaidie jamii. Zile pesa wanazozichukua hawa watu katika hiyo biashara ya wakfu, ambayo hizo pesa ni za msikiti, wakazizalisha sasa pembeni tena, wakajenga labda nyumba. Ile nyumba kisheria, yani kwa pesa za msikiti, akaenda mtu akatafuta kiwanja akajenga ya kwake, yani nyumba yeye amejenga kwa jina lake, yani kachukua kwa pesa za msikiti, lakini kaenda kujenga haramu, afu anarejesha watoto. Kwa hiyo anaingia katika maafiyatun jaria. Watahadharisheni watu wanacheza mchezo, ndio maana watu wanakufa vinywa wazi. Sahihi. Wanaendelea kutumia, anaona anapozichukua zile anajenga tu majumba. Sasa watoto, afwan, lakini kama nimekuitafia kwa sababu hii point inaita kunitoka, lakini ndio point mbaya sana. Baadhi ya watoto wakitambua wanafaa kurithi. Wakitambua kwamba ni mali ya haramu, tukapika hii msikitini, wanatakiwa muokoe baba yao, wasiache warudishe kwa wastahiki wao. Si ndio maisha yetu jamani? Kazi ya busati endelea Sheikh Shamsi. Kwa ndugu zangu, hapa kuna mtihani mkubwa sana. Wallahi kuna mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo tunatoa ni moja katika maazimio kutoka katika busati la Mtoro. Na shekhe wetu yuko hapa, baadaye tutamtambulisha nafasi yake. Kuna umuhimu mkubwa sana wa swala la auqaf kuwa liangaliwe kwa macho mawili. Na Waislamu tuwe macho katika hili jambo kama tunataka kutoka katika hali ambayo tulikuwa nayo. Mwenyezi Mungu kila la kheri. Amin.